Sasa maana yake nini? Tamaa hii imewapelekea baadhi ya watoto wa wachungaji kuwa wezi. Kuna baadhi ya watoto wa wachungaji wamekuwa ni wezi wa kupindukia. Hawaogopi mali ya mtu, hawaogopi kitu cha mtu, wanaiba bila hofu, bila wasiwasi kabisa. Hilo kiangalia baba yake ambaye ni mchungaji hakuwahi kufanya mambo ya namna hiyo, hata dalili tu ile ya wizi hakuwa nayo. Lakini ona, hawa wanavutwa dhambi ya wizi, ile tamaa ya fedha inawakamata, inawafunga, wanakuwa ni watu ambao ni wezi. Wakiwa makazini kwao ni wezi, wakiwa mitaani kwao ni wezi kweli kweli. Inaumiza sana. Na kuna baadhi ya watoto mpaka wamepoteza maisha yao, wamepoteza future zao, wamepoteza nafasi walizokuwa nazo kwa sababu tu ya wezi, kwa sababu tu ya wizi tu ambao umewapelekea kufika hapo walipofika. Lakini tamaa hii imewapelekea kuingia kwenye uzinzi, hasa watoto wa kike. Watoto wa wachungaji wa kike wamejikuta wanaingia kwenye uzinzi, wamejikuta wanazini na vijana wa kanisani, wamejikuta wanazini na vijana wa nje ya kanisa. Ukifuatilia ni kwa nini? Kwa sababu ya tamaa ya fedha. Wamejikuta wanaangukia kwenye uzinzi, kwenye ngono. Na tumeshuhudia baadhi ya watoto wachungaji wakifanya mambo ya namna hiyo, kitu ambacho kinaumiza, kitu ambacho baba yake anajisikia kuumia, mama yake anajisikia kuumia. Je, hayo ndio malezi ambayo wazazi wametupa? Hayo ndio malezi ambayo wazazi wamekupa? Jibu ni hapana. Kuna dhambi ya tamaa ya fedha imekuvuta, imewavuta, imewapeleka huko. Dada zetu wanajikuta wanaangukia kwenye uzinzi. Kwenye uzinzi ni fedhea, ni aibu ndani ya kanisa, ni aibu katika familia ya mchungaji. Aibu sana, na inaumiza sana. Laiti tungefungua mioyo ya wazazi wetu, tukaona namna ambavyo wanaumia katika jambo hilo. Inasikitisha sana. Lakini kwa nini? Adui amewafuatilia kwa kina, kila hatua ambayo mtoto wa mchungaji anaipiga, adui yuko hapo. Kila mwenendo ambao mtoto wa mchungaji anaufanya, adui anafuatilia, hamwachi hata kidogo, hata chembe hamwachi. Lengo ni kumpoteza, lengo ni kumtoa kwenye nafasi, lengo yule mtoto wa mchungaji asije akamtumikia Mungu, asije akafuata njia za baba yake. Ndio lengo kumno.